akakuja akafunga hiyo university. Sasa tunaomba kwa unyenyekevu, zile nyumba zilikuwa zinatumika na hiyo university hapa town bado ziko, wanafunzi bado tuko nao, tunaendelea kuzaa. Tafadhali serikali iturejeshee hii university yetu. Nataka kushukuru serikali kwa sababu ya ile pesa ametuwekea rais wetu ya kuweka sitima. Katika hii budget tumepitisha jana, kila boma katika hii constituency itakuwa na stima, and from next week tunaanzia hapa Gesaneno, tunaenda huko Migingo, tunaenda huko Mugichora, kila mtu apate stima. Haya nina yeri tukolinde. Naomba kwa unyenyekevu niite chief whip wetu wa taifa. Nyamira we! Sasa ile wakati tulikuwa tunangoja imefanya nini? So kabla ya kukaribisha mheshimiwa naibu wa rais, kwa sababu hapa tumekuja na wageni wengi, tuko na majority leader of the National Assembly. Wapi makofi ya mheshimiwa Kimani Ichung'wah kwanza? Hawaja kuona ndio huyo. Haya, tuko hapa na mbunge kutoka kule Ukambani, uko mbali, yule ambaye alileta ile impeachment motion, anaitwa Mwengi Mutuse. Wapi makofi ya mheshimiwa Mwengi Mutuse? Yes, huyo ndiye alifukuza ule mtu. Namba 3, tuko hapa na mbunge, tuko hapa na nani? Mbunge wa Madera kwa kina wa Munyoro, mbunge ambaye anaongoza Rigathi Gachagua, mbunge wake yuko hapa, anaitwa mheshimiwa Eric Wamumbi. Wapi makofi yake tafadhali? Yes, yuko hapa, yeye anamuongoza, na wengine wote watakuwa recognized, wabunge wote wametajwa. Haya, sasa kwa heshima kubwa, DJ ngoja, nataka nionyeshe naibu wa rais ya kwamba hapa sisi tutapenda amani. Akina nani wamekaribisha mheshimiwa naibu wa rais hapa Kisii? Wacha nione. Akina nani wamekukaribisha? Unajua mheshimiwa naibu wa rais alikuwa ametuambia anaogopa mvua ya Kisii. Akasema ni kama sitaweza. Tukamwambia lazima afanye nini? Ajilete. Amejikaza mpaka amefika. Na kwa hivyo lazima tumpatie makofi na kumchangilia na kumkaribisha itoshavyo. Wapi huyu mtu ya muziki yako wapi? DJ. Wewe. Tupatie wimbo ya kukaribisha naibu wa rais aigangu siingie kioo barabara. Ojeko ni vitu abantu banatoa. Thank you. Aya, Nyamira hoye! Nyamira hoye! West Mugirango hoye! Bantu bami ntombu yamure naende. Nisalimieni kwa hewa jameni, kama mmefurahi siku ya leo. Asante sana. Viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo,
Mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza kabisa niwapongeze na nipongeze Mheshimiwa Steve Mogaka, mbunge wa West Mugirango, kwa sababu ya kufanya mkutano wa leo na kuita marafiki wengi wakuje wasimame na wananchi, wasimame na wanabiashara wadogo wadogo, wasimame na akina mama, wasimame na vijana, kwa sababu hawa vijana na akina mama mashinani wakipata nguvu, waongeze ile pesa ambayo wanatumia kwa biashara yao ndogo ndogo, uchumi wa nchi yetu utaimarika zaidi. Familia nyingi zitapata pesa na mkate wa kila siku. Tusiendelee. Nionyesheni watu ya West Mugirango wanasema tuendelee. Nikiwa hapa nataka niwashukuru vile kwa sababu mmevumilia. Najua mlikuja mapema sana. Si ni kweli jameni? Tumechelewa kidogo, tulikuwa na program ingine kule Ukambani ule Machakos, lakini tunashukuru Mungu tumefika salama. Viongozi wenu wengi ambao wako hapa na wageni walikuwa wameongea tayari. Kwa hivyo sisi ambao tumechelewa tumefika saa hii, hatutaki turefushe sana. Tungetaka tumalize hii shughuli ndio wananchi warudi nyumbani, waendelee na biashara zao, waendelee na kazi zao. Niseme ya kwamba nimefika hapa na kwa sababu mimi sasa ndiye msaidizi mkubwa wa rais mambo ya kuendesha serikali. Lazima niwaeleze mahali serikali imefikisha mambo ya maendeleo yetu kama Kenya na maendeleo ya Nyamira County. Nianze kwa kusema kitu cha kwanza ambacho tunaendelea kung'ang'ana nayo kama taifa na kama serikali ni mambo ya uchumi wetu, kwa sababu miaka miwili iliyopita wakati Rais Ruto amechaguliwa, uchumi wetu ulikuwa umezorota sana. Sio kwa sababu serikali ya zamani haikufanya kazi. Uchumi ulikuwa umezoroteka kwa sababu kwa zaidi ya mwaka moja ule ugonjwa wa corona wa COVID-19 ulifunga uchumi, mambo yote na shughuli zote za kiuchumi zikafungwa, biashara zikasimamishwa, masoko yakafungwa, mahoteli yakafungwa, matatu zikasimamishwa. Tukaambiwa tusiende kazini na madaktari kwa zaidi ya mwaka na nusu. Ile kukaa nyumbani bila uchumi kupata mambo ambayo ingesaidia kuinua uchumi ndiye ilisababisha siku ile Rais Ruto anachaguliwa, uchumi ulikuwa umezoroteka kwa kiasi ambayo haijawahi tokea tangu Kenya ijinyakulie uhuru. Na miaka miwili na nusu baadaye tumejaribu vilivyo kung'ang'ana na gharama ya maisha na mambo ya uchumi. Tumefika kiasi fulani, lakini bado iko kazi ya kufanya ili uchumi uwe bora zaidi. Hatujafika mahali tungetaka kufikisha uchumi, lakini bado tuko na miaka miwili na nusu ya kukamilisha hiyo safari. Lakini tukiwa nusu ya muhula huu wa Rais Ruto, tumeona at least kuna hatua kidogo imeanza kufanyika ya kuleta chini gharama ya maisha kwa njia ambayo inasaidia mwananchi wa mashinani. Ile unga ilikuwa imefika 250 iko 165 sasa, lakini bado tungetaka ishuke zaidi, ifike shilingi 100 kwa kilo 2 ya unga, kwa sababu hiyo ndio wananchi wengi watamudu. Tuendelee na hiyo kazi, tusiendelee? Tuendelee na kazi ya kupunguza bei ya unga, tusiendelee?
Kwa hivyo ile tulikuta 250 in 2022 iko 160, 165 na bado mutaona mteremko zaidi mpaka unga ifike 100 kilo 2 50 shillings kilo 1, ndio mwananchi wa kawaida aweze kumudu gharama ya maisha. Tuendelee tusiendelee jameni? Wakati Rais Ruto amechaguliwa 2022, sukari kilo 2 ilikuwa 520. Imeteremka kidogo, sasa imefika 340. Lakini bado iko juu. Tunang'ang'ana nayo iendelee kuteremka. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee tusiendelee jameni? Mafuta ya petroli lita 1 ilikuwa imefika 217 lita 1. Tumeng'ang'ana nayo kila mwezi. Mumesikia serikali inatangaza kila mwezi mafuta imepungua bei kwa shilingi 2, shilingi 3, shilingi 1, shilingi 7, imeshuka kutoka 217. Ukilinganisha hiyo bei ya kushuka kila mwezi ni kama shilingi 43, na sasa lita 1 ni 174, lakini bado tunang'ang'ana hiyo mafuta iendelee kuteremka. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee tusiendelee? Jambo la pili ni kung'ang'ana na mambo ya kilimo, kwa sababu wananchi wengi wanapata riziki yao ya kila siku kupitia kilimo. Majani chai, kahawa, mahindi, miwa na mimea ingine ambayo inakuzwa katika taifa letu la Kenya. Ndio umeona tumesukumana ili mahindi itoshe na unga bei iendelee kuteremka. Ile fertilizer ambayo ilikuwa inagharimu shilingi 7,000 kwa mfuko mmoja, serikali imetoa pesa ya kuteremsha hiyo bei. Ile ilikuwa 7,000 2022 mfuko mmoja, sasa ni 2,500 ili wakulima wapate mbolea ya kutosha ya kushaliza mahindi. Vile vile tumeongeza mapato yetu ya majani chai. Na mimi najua hapa Nyamira, Kisii, hii ni dunia ya majani chai. Kweli si kweli? Mapato imeongezeka kiasi hata kama haijafika mahali tungetaka ifike. 2022 foreign exchange earning ama pato la kigeni, ambao pesa ya kigeni ambayo majani chai ilitupatia 2022 ilikuwa bilioni 138, 138 billion. Mwaka uliopita hiyo pesa ikaongezeka ikakuwa 181 billion. Mwaka uliopita 2024 ikaongezeka ikatoka 181 billion ikafika 215 billion. Na bado tutaendelea kuongeza mapato ya majani chai, ndio wananchi wa Nyamira, Kisii na ile sehemu ya Kenya inakuza majani chai waendelee kupata pesa zaidi katika mfuko wao. Hapa najua wakulima wengi hawajaanza wenzangu wa Nyamira, wale wanaweza tuanze kupanda kahawa, kwa sababu bei ya kahawa imepanda. Kahawa imekuwa dhahabu. Ile kahawa 2022 tulikuta ikiwa shilingi 50 kwa kilo kwa mkulima. Sasa hivi wakulima wa kahawa mwaka huu wanalipa 130, 140, 150, 160 per kilo. Imeongezeka 3 times. Tulete mbegu ya kahawa huku, ndio tuwe na wakulima na millionaires wa kahawa, kwa sababu kahawa imekuwa dhahabu. Maziwa ambaye ilikuwa inauzwa shilingi 33 kwa lita 2022 tumeongeza hiyo bei, na sasa hivi maziwa inatoka shilingi 50 bei ya KCC, lakini bado tunaendelea kusongesha hiyo bei iendelee kuimarika ili wakulima wa maziwa wapate mapato mazuri. Jambo la tatu, tukasema wale wananchi wengi ambao sio wakulima ama wafugaji
ni wanabiashara wadogo wadogo, na sana sana jamii ya Wakisii. Wakisii wengi ni watu ya biashara. Kweli si kweli jameni? Ni kweli si kweli? Si Wakisii wako kila mahali wanafanya biashara? Ndio tumesema ya kwamba wale wanabiashara wadogo wadogo wanaofanya kazi mashinani huku na kuuza bidhaa zao, tuwajengee masoko ya kisasa. Waache kuuza bidhaa zao wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi. Wapate masoko ya kisasa. Na hiyo masoko, tunajenga masoko zaidi ya 400 katika taifa letu la Kenya. Na hapa Kisii tunajenga, hapa Nyamira tuko na masoko zaidi ya 13 na mengine 21 kule Kisii. Tuendelee na kujenga masoko, tusiendelee? Kila soko iko na mahali pa kuuzia bidhaa. Barabarani waingie kwa soko ya kisasa. Kila soko iko na mahali tunaita mother's room ama lactation room. Mama ambaye ako na mtoto mdogo, wamama wote wako na watoto wadogo, ya watoto wadogo kucheza na kukaa na kutunzwa. Mtoto akisikia njaa, mama anaitwa, anatoka sokoni, anakuja ananyonyesha mtoto, anarudi anaendelea na biashara yao. Wamama hoye! Wamama hoye! Si hiyo ndio bottom up jameni? Sio ndio bottom up jameni? Hapa Nyamira tunajenga masoko makubwa. Iko soko ya Miruka ambayo itagharimu, tutaijenga kwa gharama ya shilingi milioni 350. Iko soko ingine hapa tu Nyamira town, kwa sababu soko moja itajengwa kwa sehemu ya West Mugirango, ingine itajengwa kwa sehemu ya North Mugirango. Hapa Nyamira town tutajenga soko 2, kila soko 350 million. Na hapa West Mugirango, hiyo soko ya Miruka, tuko tayari kuanza ujenzi wake wakati wowote kutoka sasa. Vile vile kila soko iko na mahabara ya kompyuta kwa vijana wetu katika ghorofa ya juu. Pale tutaweka kompyuta 100 na zile soko kubwa kompyuta 200, na mtandao wa bure imewekwa na serikali. Vijana wetu waingie pale kwa mahabara ya kompyuta, wafanye biashara ya mtandao, e-commerce, na wafanye kazi za kimtandao. Iko kazi mtandaoni. Bora kijana ako na kompyuta na ako na internet. Iko kazi mtandaoni. Iko kazi ya transcriber. Iko kazi ya web developer. Iko kazi ya app developer. Iko kazi ya foreign exchange trading. Bora kijana apate kompyuta na apate mtandao. Na hii ni njia nzuri ya kuleta ajira kwa vijana wetu. Vijana wetu tuache kuwaachilia wanakaa bila matumaini, wanakaa mitaani wakingojea kupewa shilingi 100 na mtu ya siasa ndio wakapige kelele kwa wapinzani wa siasa. Kwa hivyo kila market iko na ICT hub ya vijana ili wafanye kazi mtandaoni. Kila soko tutaweka lactation room kwa wamama wetu ambao wako na watoto wadogo, na kila soko tutaweka cold room ama barafu ya kuhifadhi nyanya, ya kuhifadhi sukuma wiki ile ambayo haijanunuliwa, ndio mama auze mboga leo, kesho kutwa, mtondogoo, mpaka siku ile hiyo stock itamalizika. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee tusiendelee jameni? So hiyo program ya masoko nimesema tunajenga hapa Nyamira masoko 3 makubwa na mengine 10 ya kadri. Sehemu zile ambazo tutaongeza masoko, hata hapa West Mugirango tutaongeza pia soko ya Ekonge na soko ya Nyamaya. Tuendelee tusiendelee?
Tuendelee tusiendelee? Jambo la nne ni kutafutia vijana kazi. We relax, nitafika kwa barabara my friend. Si umeona nimejipanga vilivyo? So jambo la nne ni mambo ya kutafutia vijana wetu ajira. Kwa sababu kama nilivyosema, vijana wengi hawana ajira. Ndio umeona safari hii serikali hii ya William Ruto ndio serikali imeajiri walimu wengi kwa wakati mmoja zaidi ya serikali nyingine yoyote ile. Kwa miaka miwili pekee tumeajiri walimu 76,000, 76,000 teachers in 2 years. Hapo mbeleni tulikuwa tunaajiri walimu 4,000 kwa mwaka, walimu 5,000 kwa mwaka. The last 2 years tumeongeza walimu 76,000 na mwisho wa mwaka huu tutaajiri wengine 24,000 walimu wa primary, walimu wa secondary, tufikisha 100,000 in 3 years ndio vijana wetu wapate kazi. Hii serikali ndio imeandika wahudumu wa afya, community health promoters, ambao wanatusaidia kupima maradhi kule nyumbani. Over 110,000 community health promoters employed by this government. Vile vile tumesema ya kwamba kuna vijana wangetaka kufanya kazi mtandaoni. We are building 1,450 ICT hubs. Sile tunajenga sokoni, zingine ziko kwa TVET, zingine ziko kwa university. We are going to have 1,450 ICT laboratories across Kenya, one per ward, to make sure that our young people get more digital jobs and get opportunities to earn a living. Vile vile, Rais ametangaza akiwa Homa Bay. Wiki 2 zimepita, Rais ametangaza ile program ilikuwa imesimama kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Program ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, ikaitwa kazi mtaani. Sasa tumeirudisha, inaitwa Climate Works, kazi mtaani. Na hiyo program imeanza. Tunasajili vijana kwa hiyo program ya kazi mtaani, Climate Works. We are going to employ across Kenya, in all the 47 counties, in all the 482 sub-counties, a total of 113,000 young people through Climate Works, kazi mtaani. Wengine wapate kazi mtaani, wengine wapate kazi mtandaoni, wengine tumewaajiri kwa affordable housing program. Hii affordable housing program and market construction program imeajiri vijana 250,000. 250,000 young people currently are being employed through the affordable housing and market construction program. Na tumesema tukijenga manyumba ya bei nafuu, tukijenga masoko, pia vijana wetu ambao ni wanafunzi katika vyuo vikuu na vyuo vya polytechnic, vyuo vya anuai, tutawajengea hostels ili wakae karibu na university, wasikae huko town mbali, kwa sababu wakikaa mbali wanaingiliana na mambo ya madawa, wanaingiliana na mambo ya pombe. Tungetaka wakae karibu na university, wasome, wahitimu, wasaidie wazazi wao na wasaidie katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo katika hiyo program ya affordable housing hapa Nyamira, tutajenga hapa Nyamaya unit 160 ya affordable housing, na pale Sironga Bogichora tutaweka 2,000 units ya affordable housing ambayo itagharimu 4.4 billion shillings, pesa ya serikali. Katika ujenzi wa hostel, katika ujenzi wa nyumba za kulala za wanafunzi hapa Nyamira, tunajenga already, tunataka kuanza kujenga hostels kwa wanafunzi wa Nyamira Kenya Medical Training College, campus ya Nyamira.
na tutawajengea nyumba 580 za kulala kwa gharama ya milioni 281. 580 units of hostels accommodation at a cost of 281 million for Nyamira Kenya Medical Training College campus ya Nyamira. Vile vile iko polytechnic hapa ambaye sasa inaitwa Nyamira National Polytechnic, na zamani ilikuwa inaitwa Kerubo Gietei Polytechnic. Sasa hiyo polytechnic yetu ya Nyamira National Polytechnic tutawajengea vyumba vya kulala wanafunzi 1,000 na gharama itakuwa gharama ya milioni 485 pesa ya serikali. Tuendelee tusiendelee? TVET zile zingine zote, Technical Training Institutes, Polytechnics zote katika taifa letu la Kenya tutajengea wanafunzi wetu hostels. Na hapa Nyamira other constituencies pia watapata, kwa sababu iko Borabu Technical Training Institute tutaweka hostels huko, na hata hapa kuna Getwebe Technical Training Institute tutaweka pesa ya kujenga hostels hapo. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee namna hiyo. Jambo la sita ni mambo ya afya. Mnajua ya kwamba wakati Rais Ruto anachaguliwa, Wakenya na kazi, awe hana kazi, awe ako na biashara, awe hana biashara, awe na kadi ya matibabu ya kupunguza gharama ya matibabu wakati mtu amekuwa mgonjwa. Tupunguze arambe nyingi, tupunguze kuuza mashamba na magari na manyumba ili kulipa bills za serikali za hospitali. Na katika hiyo mpango ya SHA tulikuta Wakenya milioni 8 peke yake ndio walikuwa na kadi ya matibabu. Sasa registration ya SHA imefika milioni 23.6, 23.6 million registered for Social Health Authority. Jambo la 8 ni mambo ya stima. Stima ni mambo muhimu sana ya stima. Tumesema kwa manifesto ya Kenya Kwanza na UDA ya kwamba stima ni haki ya kila mwananchi. Stima sio tu starehe ya matajiri peke yao, na ndio tunataka stima ifike katika kila nyumba katika taifa letu la Kenya. Ndio tumeanza program ya kuunganisha nyumba ambazo hazina stima. Hapa Nyamira zile projects zinaendelea za stima ni za 519 million ambayo itaunganisha familia 7,500 mpya ambazo hazikuwa na stima. Na katika hiyo 519 million ya kuunganisha 7,500 households hapa Nyamira, hapa West Mugirango, ile pesa Mheshimiwa Steve Mogaka ametetea ni 105 million ili kuongeza idadi mpya ya familia 1,700 hapa West Mugirango wapate stima. Wakati nimeangalia mahesabu ya stima, mimi nimeona huyu Steve Mogaka na huyu Mheshimiwa Irene Mayaka ambaye pia anatoka hapa wameshirikiana
wameenda wametafuta stima ya 105 million ya hapa West Mugirango, lakini mimi nikiangalia hiyo stima haitoshi. Nataka muniambie kama nishirikiane na Steve Mogaka na Irene Moyaka na huyu Jerusha Momanyi, twende tuongeze hiyo pesa ya stima. Tuongeze pesa ya stima. Wangapi wanasema pesa ya stima iongezwe? Mwisho ni maneno ya barabara. Ni maneno ya nini? Ni maneno ya nini? Mnajua ya kwamba kwa sababu uchumi wetu ulikuwa umezorota miaka miwili ambayo imepita, hatukuwa na pesa ya kutosha ya kujenga mabarabara, lakini sasa kwa sababu uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, sasa tuko na program ambayo tumeanza ya kufufua zile barabara zilikuwa zimekwama, tuzikamilishe na tuanze barabara zingine mpya katika taifa letu la Kenya, ikiwemo kaunti ya Nyamira. Hapa Nyamira zile barabara ambazo tunaanza kujenga na kufufua zile zilikuwa zimekwama ni zaidi ya barabara 8. Sijui kama mmesikia vile mmesema. Ni zaidi ya barabara ngapi? Wacha niwasomee. Ya kwanza ambayo iko hapa West Mugirango, Eronge, Kebuse, Kahawa Boda, Borabu, Omonyenye, Amakara. Hiyo ni ya huku ama ni ya wapi? Ni ya Borabu hiyo. Inaenda mpaka Isoge, mpaka Chebilat, mpaka Chericha. Hiyo ni ya Borabu. Barabara ya pili, barabara ya kwanza itaendelea, haitakomea hapo Chebilat. Itaendelea mpaka Chericha, Simbauti, Tindereti, Prince Dan High School. Hiyo ni barabara kubwa, 61 kilometers at a cost of 3.6 billion. Barabara ingine ni ya kutoka Keroka kwenda Keberigo, 14 kilometers, 1.5 billion. Barabara ingine ni ya kutoka Musobeti kwenda Keberigo, barabara ya 14 kilometers, 675 million. Barabara ingine ya hapa Nyamira inatoka Kijauri kwenda Nyasiongo kwenda Matemanywa kwenda, hiyo ni ya Borabu Kituru Masaba. Kweli si kweli? Barabara ingine inatoka Kemera kwenda Kiendege kwenda Eberege kwenda Keumbu, 12 kilometers. Barabara ingine, niendelee nisiendelee jameni? Niendelee nisiendelee? Barabara ingine inatoka pale Chebilat kwenda Ikonge kwenda Chabera, hiyo iko Borabu na North Mugirango. Barabara ingine iko Gekano kwenda Ambuko kwenda Manga kwenda Motemumwamu, huko Kitutu Masaba. Iko barabara ya Tombe kwenda Isinta kwenda Mokomani kwenda Gitaru kwenda Chabera kwenda Ekerenyo, Koigi, Nyamaya. Tuendelee tusiendelee jameni? Hiyo barabara najua haitoshi. Tuongeze hizo barabara hapa Nyamira, katika kila constituency, hapa West Mugirango, pale North Mugirango, pale Borabu, pale pande ya wapi pale kwingine Kitutu Masaba. Tuongeze mpaka barabara ya watu ya Nyamira itoshane na wingi wa watu. Halo, huyu Momanyi, huyu Mogaka Steve ameniambia, nilikuwa nimeacha stima ya hapa West Mugirango ilikuwa 105 million. Kumbe alikuwa ameng'ang'ana, akaona waziri, akaona rais, ikaongezwa ikafika 250 million. Na kwa sababu alikuwa ameng'ang'ana
ikafika 250 million. Mimi nataka turudi na yeye tena, turudi kwa rais, iongezewe stima ya West Mugirango ifike 500 million. Tuongeze tusiongeze jameni? Nikimalizia niseme ya kwamba hii program ya kusimama na wanabiashara wadogo, ya kusimama na watu ambao wako chini, mtu anafanya kazi ya mama mboga, mtu anafanya kazi ya mkokoteni, mtu anafanya kazi ya bodaboda, musidharau kazi. Kazi ni kazi. Tusimame na wanabiashara wadogo wapanue biashara zao. Ile biashara ni ndogo leo, itakuwa biashara kubwa kesho. Unajua kuna watu wako na madharau kule Nairobi, kwa sababu wameshiba. Wanauliza sasa hii pesa kidogo inasaidia nini? Nataka wewe ambaye umeshiba unisikilize vizuri. Kuna kijana wa bodaboda yake imeharibika na imekosa shilingi 15,000 peke yake, na anadaiwa na mwenye alimuuzia kwa loan. Huyo kijana wa bodaboda akipata msaada wa 15,000 kutoka kwa Mheshimiwa Steve Mogaka kupitia hii program, ataenda afufue bodaboda, afanye biashara, apeleke watoto wake shule. Kuna kijana wa bodaboda anasimamishwa na polisi kila siku kwa sababu bodaboda yake imekosa side mirror ya shilingi 3,000. Hii program ya Steve Mogaka, huyo kijana apate 3,000, anunue side mirror, atasumbuliwa na polisi tena na atakuwa na usalama pale barabarani. Iko mama mboga hapa, ile kazi mama mboga anafanya ni ya stock ya 5,000. Huyo mama mboga akipata another 5,000, ifike 10,000, watoto watasoma na familia itapata chakula. Usidharau kazi. Kazi ni kazi. Mboka ni mboka, kweli si kweli? Si mboka ni mboka jameni. Kwa hivyo sisi watu ya UDA, watu ya Kenya Kwanza, tukiongozwa na Rais Ruto, sisi tunaamini kusimama na wananchi hata walio chini. Saa hii wakati hakuna kura, saa hii wakati hakuna kampeni, hii ndio wakati mzuri wa kusimama na wananchi. Ama mnataka watu ya kungojea siku ya kampeni? Si tuwasaidie sasa hivi jameni. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa na nataka nikomee hapo, na kwa sababu nimekazana sana. Nimewaambia nimetoka kule Masako na sikuwa na dhani ya kwamba nitakuta hii mkutano. Kwa hivyo sikuwa nimejitayarisha, lakini nimeng'ang'ana. Simuliona hata pesa ya rais ilifika? Si rais alituma pesa yake? Ni kwa sababu sikuwa sure ya kwamba nitafika, lakini kwa sababu nimefika na nimewasalamia. Munasema lazima nitoe pesa pia? Ala, lazima nichange? Abantu ba minto lazima nichange? Hamwezi kunisamea? Lazima nichange kama wale wengine, kama rais na kama hao wabunge? Nichange nisichange? Wacha nione wale wanasema hata deputy president achange. Sasa kama mmetoa amri, si mmetoa amri kama wananchi, mukasema nichangie hivi kundi? Na unajua mimi ni mtu ya yes sir, mnajua hivyo? Na hiyo yes sir sio rais peke yake naambia hata wananchi yes sir, kwa sababu wananchi ndio wameandika kila kiongozi ambaye ako mamlakani. Niendelee na yes sir nisiendelee? Nikifika kwa wananchi ni yes sir, nikifika kwa rais ni yes sir. Niendelee nisiendelee jameni? Wangapi wanasema niendelee kusukuma kazi? Na mkiniona hivi, si mimi nakaa serious jameni? Si mimi
ndio maendeleo ya Nyamira ipatikane. Mupate stima, mupate masoko, mupate barabara. Niendelee kusaidia rais, nisiendelee? Niendelee kushirikiana nao viongozi tusaidie rais ama nisiendelee? Wangapi wanasema nisukume kazi? Hii kazi nitaifanya kwa bidii. Hii kazi nitaifanya, nitaipeleka mbio mbio, nitaipeleka faster, nitaipeleka noma, nitaipeleka fire kama gari ya miraa. Tuendelee tusiendelee? Sasa wacha nitoe pesa yangu ama namna gani? Si niliwaambia sikuwa prepared? Kwani mnajua ni ngapi? Ni 50,000 ama ni ngapi? Mumekataa 50. Nikiongeza ifike 100, 1,100 na 200,000, 250, 300,000. Kwani niongeze mpaka ifike 800,000, 820, 900, 970, 980. Ni lazima ifike milioni jameni. Niongeze ifike 1.1. Mimi sasa acha niachie hapo. Nikiendelea hivyo mutaniweka kwa kona ambaye sitatoka. Kwa hivyo nimesupport vikundi vya West Mugirango, vikundi vya kina mama na vijana na shilingi milioni 2. Wacha nione salamu. Mungetaka rais atembea hapa Nyamira? Rais atembea Nyamira? Rais atembea West Mugirango? Ya ukweli? Akuje asikuje? Wangapi wanasema Rais William Ruto akuje hapa Nyamira? Wakuje na Steve Mogaka na kina Jerusha Momanyi na kina Irene Mayaka na mimi Deputy President. Wakati rais anakuja, nikuja ama nikae Nairobi? Nikuja ama nikae Nairobi? Wangapi wanasema hata mimi nimekaribishwa hapa jameni? Wacha sasa, kwa sababu wale viongozi wengine walikuwa wameongea na wametoa pesa. Wacha niite wale watatu ambao hawakuwa wameongea, waongee, watoe pesa. Dakika 2 ya kuongea, dakika 1 ya kutoa pesa. Hapa namna gani? Wacha nianze na kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Wapi nduru ya Kimani Ichung'wah? Wapi salamu ya Kimani Ichung'wah jameni? Hey. Haya, asante DJ. Watu wa Nyamira hamjambo? Buyore. Hey. Hey, muko salama? Si mmesikia maneno kutoka naibu wa rais? Na najua mmekaa hapa mmechoka, kwa hivyo mimi sitakuwa na maneno mingi, si ndio? Si leo tumekuja mambo ya bottom? Ati mambo ya bottom? Si ndio tuliwaahidi wakati wa campaign? Tukasema tuje tuinue mama mboga, wachuuzi wale wadogo wadogo, na pia vijana wetu wa bodaboda. Kweli si kweli? Na mambo mengi naibu wa rais ametuambia, kwa hivyo sitarudia. Lakini ni vizuri naibu wa rais tukupongeze. Tupongeze huyu naibu wa rais ama tusimpongeze? Si ametembea Nyamira? Yule alikuwa mbele yake, mulimuona Nyamira? Mulimuona Kisii? Huyu profesa, sababu sio mkabila, sababu sio mtu wa chuki, sio mtu wa uchochezi, ametembea Nyamira na Kisii kwa ile miezi amekuwa naibu wa rais. Hiyo miezi kidogo amekuwa naibu wa rais, hata hajamaliza mwaka moja, ametembea Kisii
ametembea Nyamira. Hii ni safari yake ya 5 akiwa ametembea kaunti ya Kisii na ya Nyamira. Yule alikuwa mbele yake miaka 2.5 hakukanyanga Nyamira hata siku moja, ama mulimuona? Wakati alitembea Kisii, alikuja kutukana wananchi wa Kisii, kuwaambia ati nyinyi hamna shares kwa serikali. Nimekuja leo nimewaambie wa jamii ya Wakisii, wa kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira na mahali popote waliko Kenya, ni Wakenya kama Wakenya wengine. Wale unasikia wakianza siasa ya uchochezi na ubaguzi, ukienda sehemu moja ya Kenya unaambia Wakenya wa hiyo sehemu hawa ni makuzo, ati hawa sijui ni cousins wetu. Nimekuja Kisii niwaambie nyinyi ni ndugu na dada wetu na Wakenya wale wengine. Kweli si kweli? Ili tusikubali zile siasa tunaletoa za uchochezi, za chuki, za migawanyiko ya ukabila. Wakiona tumetembea Kisii, wanakuja kuambia watu wa Kisii, hawa hafai kutembea hapa, warudi kwao. Si Wakisii wamejaa Kenya mzima? Si hata sisi wenyewe tumejaa Kenya mzima? Na hiyo ndio nchi tunataka tuunde. Tutembee namna hiyo? Tutembee hivyo? Wakisikia ati tunakuja empowerment, wanasema tumekuja kuwahonga. Nyinyi empowerment ni hongo? Wakija kuambia ni hongo, muwaulize, wacheni na yale wenzenyu wanafanya. Tuambieni yenyu, mpango wenyu wa kazi ni gani? Sababu sisi tunafuata mpango wetu wa kazi wa bottom up economic transformation agenda. Wale wengine pia wasikuje kuuliza kwa nini Mogaka, huyu mbunge wenyu, ametuleta hapa. Watuambie mpango yao ni gani? Si ndio? Mogaka amefanya vibaya kutuleta hapa? Na Irene Nyakerario ni mtoto wenyu? Amefanya vibaya kutualika hapa? Na mama Jerusha si ni wenyu? Tutembee na wao, tusitembee na wao? Tutembee na wao? Mumewapea ruhusa tutembee na wao? Na huyu Profesa Kindiki na Rais William Ruto, ati mumesema kufanya hivi ni kusema nini? Ati mnasema ni? Ati hii ni nini? Mumesema tutamapa Nyamira ya William Ruto na huyu Kindiki na huyu Mogaka na huyu Nyakerario. Tuendelee tusiendelee? Bas, mimi nimekuja mambo ya empowerment, ili wale wanasikia uchungu ati tumechanga pesa kusaidia mama mboga, leo sijui watalala wapi. Tutoe tusitoe? Nitoe? Nitoka Kiambu nikuja kuleta hapa? Na siku ya Kiambu na nyinyi mutakuja kutuletea, ili tupendane, tujenge Kenya moja. La mwisho, ili nitoe pesa yangu niende, najua jamii ya watu wa Kisii ni wasomi, kweli si kweli? Na najua mambo yalikuwa yanasemwa mengi ya budget. Nataka niwaambie, siku ya jana mumeona waziri wetu expert John Mbadi akisoma budget. Mulimuona? Elimu ndio imepewa kipao mbele. Almost 25% of our national budget inaenda kwa elimu. Ile mitihani wale wachochezi walikuwa nasema haina pesa, tumeiwekea bilioni 6 to ensure that every child in Kenya will sit for the examinations without being asked for money. The government of Kenya will pay for exams. Kweli si kweli? Si tuendelee watoto wasome? Kesho wakuwe marais, wakuwe ma-deputy president. Nimekuja na pesa kidogo tu. Nitoe yangu kidogo? Hiyo kidogo? Mingi? Kama 5,000, 1,100, 200, nimewapea nusu milioni, 500,000 shillings. Na sababu ya masaa, nataka, simulijua tulikuwa na shida ya ukabila. Simunajua iko kiongozi kutoka huko alisaidia Kenya kufukuza siasa za ukabila. Tumkaribishe Mheshimiwa Mwengi Mutuse. Huyu ndiye alitusaidia kufukuza ukabila. Sababu ya muda, watu wa Kisii, watu wa Nyamira, mjambo.
Bwana asifiwe Nyamira. Kwa wale wachache ambao labda hatujuani, mimi naitwa Mheshimiwa Mwengi Mutuse, mbunge wa Kibwezi pande za Makueni. Tukikuja hapa tumetoka na naibu wa rais kule Mwala sehemu za Machakos. Watu wa Machakos wametuambia tukifika hapa tuwasalimie. Mmepokea salamu ya Machakos? Mmepokea salamu ya Machakos? Pili, pale bungeni mimi ndio naibu mwenyekiti wa kamati ya sheria nikiwa na huyu Steve Mogaka, tuko kwa hiyo kamati. Steve Mogaka, nataka niwashukuru nyinyi watu wa Mugirago kwa kuchagua huyu Mogaka, kwa sababu huyu Mogaka ni kiongozi ambaye ako na akili nyingi sana. Huyu Mogaka ni kiongozi shujaa. Pale bungeni wakati wowote anataka kuongea akifuatilia maneno ya Nyamira, hasa constituency ambayo ilimchagua ya Mugirago West. Kwa hivyo nyinyi watu wa Nyamira mlichagua kiongozi ambaye anawapenda kutoka kwa roho yake. Pili, ndio nimalizie. Mumesikiza naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, wakili wa hadhi ya juu sana, akitangaza yale maneno ambayo serikali imefanya katika ule muda ambao Rais William Ruto amekuwa kazini, na akatangaza barabara za hapa kwenu Nyamira na vile vile za pale Kisii. Munajua hapo mbeleni hiyo mipango yote ingewezekana, kwa sababu mbunge wenu alikuwa akienda kutafuta rais aombe barabara. Ule jamaa alikuwa naibu wa rais, anasema watu wa Nyamira hamuna shares katika serikali. Huyu Mogaka akienda kutafuta pesa ya stima anazuiliwa na ule wa Munyoro, anasema kwamba ameweka mitego, watu wa Nyamira hawawezi kuona rais na watu wa Nyamira hawafai kupata maendeleo. Ndio sisi tukakaa pale bungeni tukaona Kenya haiwezi kuchomeka tukiangalia. Munakumbuka nilipeleka mswada tukasema kwamba huyu wa Munyoro aende nyumbani one way. Alienda ama hakuenda? Alienda ama hakuenda? Na tuliondoa huyu wa Munyoro kwa sababu tunajua kwamba Kenya ni nchi moja. Wakenya wote wana haki ya kupata maendeleo kutoka kwa serikali, ikuwa walipigia hiyo serikali kura ama hawakuipigia. Kweli si kweli? Mwisho nikimalizia, kwa sababu nimeelezewa mlikuja mapema, nataka nyinyi watu wa hapa Nyamira na watu wa Kisii, kuna Kenya ni kubwa sana. Kenya ni kubwa sana. Wakenya imetoka huko pwani, imeenda mpaka huko northeastern, imepita hapa Nyanza, pale western, huko Ukambani, na ukisikiza sauti ya Kenya, Wakenya wanasema kwamba yule kiongozi anafikia Wakenya wote ni Mheshimiwa William Ruto. Nataka niwaulize jameni, msiingizwe kwa vyama ya kijiji. Msiingizwe kwa vyama ya kijiji. Jamaa anazunguka hapa Nyamira, anaenda pale Kisii, anawadanganya atakuwa rais. Kenya ni kubwa sana. Mumenielewa jameni watu wetu? Mkae na wale Wakenya wengine, tusonge mbele pamoja. Ndio huko mbeleni tukuja hapa tufungue hizo barabara, watu wetu wapate pesa kwa mfuko, ndio tuweze kusonga mbele kama Wakenya wa jamhuri moja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nirudi hapa ama nisirudi? Turudi hapa tena ama tusirudi? Nikuje tena mapema na tuongee? Unajua hapa Nyamira nitakuja kuwaeleza story. Hapo mbeleni hapa Nyasiongo ni karibu hapa. Karibu hapo nipande maneno hapo na nitakuja kuonyesha hapo iko maneno yangu hapo, alafu tusonge mbele pamoja. Nimewaletea shilingi 1,100. Atoe asitoe? Hata yeye atoe 1,100. Mwengi Mutuse. Next tuko na mjumbe kutoka Mathira all the way from Nyeri County, Mheshimiwa Eric Wamumbi. Karibu Mheshimiwa Wamumbi. Asante DJ, asante sana. Watu wa Nyamira Buyore, Bwana asifiwe. Mimi naitwa Eric Wamumbi kutoka Mathira, Nyeri. Nimekuja kushirikiana na nyinyi tufanye empowerment ili tutoke bottom twende wapi? Tutoke bottom twende wapi? Na mimi ni rafiki ya mbunge wenu Mogaka na dada yangu Irene Mayaka. Tumekuja hapa kushirikiana na nyinyi na ili tufanye kazi. Lakini mimi niko na swali kwenu watu wa West Mugirango. Niulize nisiulize? Niulize swali nisiulize? Nyinyi munataka kazi ama munataka siasa? Munataka kazi ama munataka siasa? Munataka tujenge barabara ama munataka tufanye siasa? Munataka stima ama munataka siasa? Tufanye kazi? Tufanye kazi kwanza, tuachane na siasa.
siasa tufanye 2027. Mumekubaliana tufanye kazi? Si nyinyi pia nimesikia mko na barabara ambayo haijajengwa. Kwa hivyo hiyo barabara ijengwe kwanza, na wale hawana stima wapate stima. Tukienda stima, barabara ikuwe imejengwa, si ni hivyo? Ya mwisho, hii Kenya ni yetu sisi wote, na kama Wakenya hatutaki fujo. Tunataka kila mtu akae kwa amani. Nilisikia jamaa mwingine anasema ati kama yeye hatakuwa rais, ati 2007 itakuwa kama Christmas party. Nyinyi mnataka amani ama mnataka fujo? Mnataka amani ama mnataka fujo? Mnataka amani ama mnataka fujo? Si Wakenya wako kila mahali? Hata hapa najua iko watu wa nyumba. Iko watu wa nyumba hapa? Adu wa nyumba mwego huko? Mwego kwa adu wa nyumba? Tuhubiri amani, tukae kwa amani. Sisi wote ni Wakenya, tufanye bidii, tufanye maendeleo tukiwa chini ya uongozi wa rais wetu William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki. Nikirudi huko Wamunyoro niwasalimie. Nikirudi Wamunyoro niwasalimie. Niwaambie nyinyi mko ndani ya serikali na mutaendelea kuunga serikali yetu mkono. Asanteni sana, Mungu awabariki. Pia mimi nitaunga mkono kwa shilingi 1,100. Asanteni sana. Haya, tumpigie Wambombi makofi. 100,000. Nasikia kuna mtu alihepa kutoa pesa. Mnamjua? Mnamjua? Mnajua Steve? Steve alikuwa ametoa? Steve Mogaka ametoa? Atoe asitoe? Atoe asitoe? Anasema ati kazi yake leo ilikuwa ya kuita wageni. Atoe? Haya, tuambie yako Steve. 500,000 nilitangaza ikiwa ni ya 100,000 ya Solicitor General Shadrack. Haya, Shadrack Mose, Solicitor General wetu, 100,000. Jacqueline Momanyi 50,000. Hawa walemavu walinipea 50,000. PWDs wetu kutoka hapa wamepeana pia kwa mheshimiwa 50,000. Hebu muwapigie makofi jameni. Na mimi zangu 300,000. Na ya Mogaka mwenyewe Steve 300,000. 1,300. Toto 500,000. Si umesikia hii constituency iko na wabunge wawili? Steve wako na mbunge anamsaidia, mrembo wetu kutoka hapa Mama Irene Nyakerario. Haya, PS Isaboke 50,000. PS wetu wa pale KBC na communication na broadcasting and communication. Na mama wetu, mama wa nguvu, one of the best legislators in the 13th Assembly, Irene Nyakerario, 250,000. Tumpigie makofi. Nataka wa mwisho atufungie, tuko na deputy governor wetu Daktari Gesami, kuja dakika moja utusalimie na ulete mchango yako. Akuje asikuje? Si ni mzee wetu, mzee wa kazi, na amekuwa mbunge wetu hapo mbeleni, na tunakuenzi deputy governor, even for the service that you gave to these great people when you are the member of parliament. Karibu. God is good all the time. Asante sana watu wa Nyamira. Your Excellency the Deputy President, Mheshimiwa Kindiki, waheshimiwa wabunge, and all other leaders who are here. I just want to thank you, Your Excellency Deputy President, for coming to Nyamira to raise funds for the watu wetu wale wanafanya biashara ndogo ndogo. Mimi yangu ni kidogo sana. Kwanza kabisa, Your Excellency Deputy President, mimi nataka kusema kwamba watu wa Kenya ile kitu wanataka sana ni sisi wale leaders wanafanyia kazi. We fight corruption. Corruption ndiye inatufanya tuende chini sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Deputy President,
tunataka sisi national government and the county government to have a very serious conversation on issues of corruption. We cannot move anywhere without controlling corruption in this country. Hiyo ndio tunataka kwanza kabisa. Na kitu ingine nilikuwa nataka kuambia Deputy President ni kwamba iko makansela hapa wazee wamefanya kazi kwa miaka mingi. Waliniambia wakati nilikuwa nakuja hapa kwamba wewe ualike hapo nyumba kwako Karen, wakuje hapo wakuambie vile tutatafuta kura hapa, na tunajua kwamba Mheshimiwa Ruto is like a giraffe, anaona mbali na atapata kura mingi. Asante sana. Thank you very much. Let me also give my 50 shillings. Haya, Mheshimiwa Deputy Governor wetu Daktari Gesami ametupea mchango yake ya 50,000 shillings, tumpigie makofi. Watu ya Nyamira mmesema turudi tena, tufanye bottom up, na mmesema tukuje na William Ruto, wakuje na Kindiki na Steve Mogaka na viongozi wengine. Nataka tumwalike naibu wa rais akuje atufungie na muziki moja ya hapa ya Kisii. Simeona sura ni kama ya Mkisii tu hii. Sura ni ya Mkisii, ya Mkisii hii. Asante. Wali wewe leader of majority sasa hapa anasema Mkisii ati Mumeru akiwa mdogo ni Mumeru, akiwa mtu mzima ni Mkisii. Yes. Alafu Wameru wanasema Mkisii akiwa mdogo ni Mkisii, akiwa mkubwa ni Mumeru. Sasa sijui iko aje. Kwa hivyo mimi si ni Mkisii sasa. Bas, kwa hivyo tumefurahi kufika hapa. Abantu wa Minto, we are very grateful na tutarudi tena. Thank you for your patience. We love you na tutarudi. Mungu awalinde biashara zenu, familia zenu, mashamba yenu yabarikiwe. Ama namna gani jameni? Amen. Wacha nione kwa mkono wale wamenituma kwa Rais William Ruto. Nyinyi ni watu ya tutam. Muko kwa tutam. Yes. Wacha nione tutam. Asanteni sana. Mheshimiwa naibu wa rais peke yake.